Ukiamka asubuhi, ukivua chupi, unakuta uchafu kama kitu kimeoza hivi. Unajua? Sometimes unaweza ukakausha na uka pretend like uko sawa. Na jambo baya kuhusiana na ugonjwa wa PID ni kwamba hawa watu hawasemi. Yaani huwezi kukuta anamshirikisha mwenza wake. Anaona kama mwenza wake atamuona malaya. Kama anadanganya niambie kwenye comment. Nisikilize mimi. PID inatibika. Hakuna sababu yoyote ya kuvumilia. Hakuna sababu yoyote ya kukata tamaa kwa sababu labda umewahi kupitia tiba fulani na haujapona. Ukitibu PID kwenye chanzo, trust me, hakutokuwa na sababu ya wewe kurudia. Na kukumbusha, PID inasababishwa pia na virus, bakteria pamoja na fungus. Hawa wote wanaweza kupanda juu na kusababisha shida. Kitu cha muhimu kuliko vyote ni lazima ipatikane dawa ambayo itakwenda kutengeneza ulinzi na kuua vimelea pamoja na mazalia yote sehemu za ndani kabisa, kwa sababu maambukizi haya hayapo sehemu za nje za uke. Ni ndani kabisa, juu kabisa kwenye ovaries, kwenye fallopian tubes, kwenye uterus, kote huko. Na ndio maana mara nyingine miongoni mwa tatizo kubwa unaloweza kulipata ni kukosa mtoto. Zaidi ya 30% ya kesi za ugumba zilizoripotiwa ni kutokana na tatizo hili la PID. Sijajua unasubiria nini, lakini mimi nikikutibu PID usipopona, naomba unishtaki popote. Watu ambao nimewatibu PID hawajawahi kuthubutu kurudia. Siwezi kutumia dawa za asili kwa sababu nina uhakika dawa hizi haziwezi kutibu PID na hauwezi kupona. Labda tukubaliane PID hii haijafika juu na haijaweza kushambulia sehemu za juu kama kwenye ovary au fallopian tubes. Lakini kama PID ipo huko juu, bakteria wameshafika huko kabisa, dawa za hospitali ndio njia pekee. Slide kwenye inbox yangu, nitakupa mwanga na nitakutoa kwenye hili. Mtagi rafiki yako aje ajifunze, lakini pia share kwa mtu yoyote ambaye unahitaji apate elimu hii. Karibuni sana, hii ni Swahili Medics. Ciao.